Yaani siku 7 zishafika. Kwa nini leo hakika? Hivi sasa siku 7 ndo tuje mida gani tena? Alisema mida jioni twende. Leo hakika kwa nyama nikipata nyama mimi ningenenepa maki nimekonda au unakoniona? Mimi nataka juisi. Juisi naipendaga ile juisi. Mimi nataka damu. Mkombadi. Kidi. Nakubali. Vipi anko? Mr. Professional. Kama kawaida. Kwema kabisa. Nyama kabisa. Kabisa. Sana. Naam. Mzigo wetu kwa. Mzigo? Bwana isaulisha tena anko. Siku ya 7 usahau. Leo. Inaonekana mna rosto sana. Siku ya 7 bado. Msiwe na haraka vijana. Hebu kwanza kaeni chini tuzungumze. Kaa chini. Mr. Professional, kaa chini kwanza. Mr. Professional. Ndio mbadi. Kidi. Ampia. Kuna habari mpya. Ipi? Leo mida jioni nimelazimika kuwaita wakuu. Unakwambia nini? Baada ya huo kufika, nikalazimika kuuliza kuhusu siku ya 7. Maana si nyie tu mwenye rosto, hata mimi nimemisi damu na nyama. Yangu Safi kabisa. Tusizungumze kwa sauti kwa sababu hatupo kwenye kilinge chetu, wasije watu wakasikia. Sasa wakuu wamesema kuna tahadhari kuchukua, maana kuna kiumbe kimetoka bahari ya 7. Bahari ya 7 ni hatari sana. Kutoka bahari ya 7 ni jini mwenye nguvu. Mimi binafsi baada ya mazungumzo yake nikakumbuka, maana alisema huyo jini amekuja kwenye umbile la mtoto mdogo, na mimi nikakumbuka mchana kuna mtoto nilipishana naye. Kwanza ilitokea kimiujiza, baadaye alinikata jicho baya akaondoka. Pengine atakuwa ndo yule, na kama ndo yule kwa kweli tuchukue tahadhari. Mr. Professional, ndio chukua tahadhari. Kidi, chukua tahadhari. Lakini kuhusu siku ya 7 wakuu wamesema tukiacha leo ipite, ikipita kesho, iye kesho kutwa ndio siku husika. Kwa bado siku 2. Sivunjike moyo. tafadhali. Na nyama ipo sawa, imetulia. Sasa hivi sitaki itoke nje. Kwa jambo la kafara lipo pale pale. Kitunze. Tumeelewana? Ndio. Sawa. Lakini jamani, jioni ya kesho tukutane kwenye kilinge tuzungumze vizuri. Sawa. Najua wengine hapa hapo tutapa taarifa. Basi sawa, ina shida. Mimi napunga upepo hapa. Naangalia binadamu wakiwa wanapita. Mkombadi. Kidi. Nasomana. Mr. Professional. Kidi naondoka. Nakutana kesho. Karibuni sana. Binadamu. Sasa mwanangu. Ndio Kidi. Sasa hapa ngoja mimi nikualike niende nyumbani kwanza kule. Kalale maki nimechoka hapo unaponiona hapa. Kwa makini. Sawa bwana. Poa. Karibu. Nasomana basi. Poa. Wewe ni nani? Si baba kwa ajili ya kujitambulisha. Ni baba kwa ajili ya kukuangamiza. Kumbe ndo wewe. Wanje unatoka bahari ya 7 Basi tambua hilo. Au utakuja kuniangamiza. Bali mimi ndo nitakuangamiza wewe. Aniwezi. Na mtakuja kuniweza. Kidi. Vipi? Kila nini? Nimekutana naye. Nani? Yule mtoto aliyotokea bahari ya 7. Umekuaje? Mr. Professional. Nakuomba uwe makini. Anaonekana ana nguvu kubwa sana. Kidi.
Kidi. Haiwezekani. Aliye kufanya hivi lazima atalipiza kisasi. Niambie mdogo wangu. Uko poa? Niko poa. Sasa vipi ile kazi ushaimalizia na ukuachia? Nimemaliza. Okay, vizuri sana. Karibu. Asante. Napokujua sasa, najua umefika hapa unataka nauli. Hata sitaki hela leo. Ila Mimi nimekuja hapa tu nimekuuliza lile swala nilokuambia jana, ukaniambia utanijibu leo, ndio nimekuja kukuuliza. Vipi? swala gani tena mdogo wangu? Kuhusu mjumbe kaka nini? Okay. Unajua ile swala kidogo linahitaji muda. Tuko nipatie muda kidogo. Kaka bana, jana uliniambia nikupatie muda, nikakuacha dilo mpaka saa hizi tena nikupatie muda gani? Mimi sitaki bwana. Ni kweli. Lakini dangu, kwa nini usiachane na hilo jambo tu tukafanya mambo mengine? Sasa kaka, nitaachana na hilo jambo. Unamwona kabisa mjumbe ule ni mstaarabu. Utaki dadako ina na mtu mstaarabu. Okay, napenda uwe na mtu mzuri, mtu ambaye ni sahihi ya maisha yako, lakini sasa tukae kidogo nipatie muda. Naomba ufanye tu hivyo kaka. Chukua simu mpigie kama kuna uwezekano wa kumpigia hata sasa hivi. Okay. Sawa, ngoja nijaribu kumpigia simu kama atakuwa yuko hewani. Maana na mambo mengi, si unajua wajumbe. Yeye kumpigia simu kama atakuwa yuko hewani. Habari yako mjumbe? Uko poa? Mimi mzima, sijui wewe huko. Sasa nilikuwa naomba kama utakuwa na muda tuweze kuonane. Nataka tuonane, kuna jambo muhimu sana nataka tuongee. Samahani sana mjumbe. Tukutane pale shuleni pale kwenye ile fence. Pale shuleni pale kwenye fence. Nitashukuru sana mjumbe, nitashukuru sana kukuona. Asante sana. Okay, sawa. Amekubali? Amekubali. Ndio maana kakangu nakupenda. Sasa mimi ngoja nikajiandae. Chap kajiandae. Poa. Sawa, tulia. Akija kila kitu mimi namaliza. Tunaelewana? Hapo. Mtu mwenyewe kashafika. Bwana Isa. Habari yako? Salama kabisa mjumbe. Kwema kabisa? Kwema. Dada, habari? Salama. Bwana Isa, mimi wajibu wangu kama mjumbe ni kuitikia wito. Ulivyonipigia simu nilikuwa kweli nina mambo mengi ambayo nayafanya. Lakini nikasema huyu Bwana Isa mimi namheshimu na tunaheshimiana. Hivyo nimekuja hapa kukusikiliza. Nahisi kama kuna mtu. Jamani, kuna mtu humu ndani? Ndio. Ni mimi. Naitwa Epi. Nimekuja kwa ajili ya kusaidia. Kuna mambo mawili au matatu nataka tuongee. Jambo la kwanza, nafahamu bana mjumbe una mke. Mimi mke naye. Sasa bana, unajua kuongeza mke wa pili mjumbe ni sunna. Iko ndicho ambacho umeniitia hapa. Kunisaidia kivipi? Na je, umewezaje kuingia humu ndani wakati mume wangu amefunga milango yote? Hakuna yoyote anayeweza kuingia humu ndani isipokuwa mimi, kiumbe mwenye nguvu. Ngoja nikutoe nje. Hapana. Mume wangu ameniambia nisitoke nje, nikae humu ndani. Asiponikuta atanipiga na kunibarasa. Usijali. Wewe ni mtu ambaye hauna tatizo na raia wako ambao unaishi nao eneo hili. Kwa mimi hicho kinanifanya kwamba nikupende sana mjumbe. Kwa hiyo ndio maana nakwambia ili jambo ni siri kati ya mimi na wewe na mdogo wangu. Sisi tunaelewana. Hapo ndo mchanganya kabisa.
Ni jambo ni siri kati yako wewe, mimi na mdogo wako. Sasa jambo la mimi kutafuta mke, sijui unatafutia mke, na usiana vipi na mdogo wako kuwepo hapa? Mdogo wako anafanya nini hapa mdogo wako? Huyu bana alikuwa anaelekea kwa shoga yake hapo, unaona? Kwa sababu sasa njia ndio hii. Na neno ambalo naelekea na yeye na mimi naenda huko huko. Kwa hiyo sio vyema tuongozane tu. Kwani kuna nini? Basi wewe. Amna, usijali mjumbe. Yaani bwana Isa sio usije kuzoea namna hiyo. Hivi kweli bwana Isa jambo kama hilo la kunitami kichoni kama hapa? Usijali. Unajua nini? Unajua kuna mtu kaniletea takataka pale nyumbani kwenye kiroba. Akaniletea takataka kwenye kiroba akaniwekea pale. Unaona? Nikaona ili jambo bana, kwa nini simfikishie mjumbe? Anisaidie. Bwana Isa, heshima ni kitu cha bure.